Urusi imeripotiwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya Kramatorsk huko mkoani Donetsk na Zaporizhzhia mnamo jioni ya Mei 5 na kuua watu wasiopungua 17 na kuwajeruhi wengine 56. Mamlaka za mitaa zimeweza kuripoti hivyo, ambapo Urusi ilishambulia katika mkoa wa Zaporizhzhia kusini mashariki mwa Ukraine kwa mabomu 4 yanayoongozwa na kugonga karakana ya kutengeneza magari yapata saa 10 jioni kwa saa za huko nchini Ukraine. Shambulio hilo pia liliharibu mashine za kuosha magari, duka na majengo ya makazi yaliyo karibu. Gavana Ivan Fedorov amethibitisha hivyo taarifa ya mashambulizi hayo. Shambulizi hilo liliweza kuua watu 12 na kuwajeruhi wengine 43, wakiwemo 4 ambao wako katika hali mbaya, huku wengine 14 wakipata majeraha ya wastani. Baadaye Gavana Fedorov kutoka mkoa wa Zaporizhzhia aliweza kuripoti kwamba miongoni mwa waliojeruhiwa ni watu 18 wamelazwa hospitalini huko Zaporizhzhia kutokana na mashambulio ya Urusi. Huku pia jeshi la polisi, wahudumu wa dharura na timu za matibabu zikifanya kazi katika eneo la tukio. Vikosi vya Urusi pia vilituma ndege zisizo na rubani za kushambulia katika eneo hilo, na waokoaji waliendelea kusafisha vifusi, huku watu bado pia wakiaminika wamekwama chini ya vifusi. Siku ya maombolezo imetangazwa huko Zaporizhzhia nchini Ukraine kwa wale waliouawa katika shambulio la pamoja la anga na ndege zisizo na rubani za Urusi kwenye mji mkuu wa eneo hilo mnamo Mei 5. Katibu wa baraza la jiji la Zaporizhzhia anayefahamika kama Regina Kaychenko ameweza kuthibitisha hivyo. Vikosi vya Urusi pia vilishambulia Kramatorsk kwa mabomu angani yapata saa 5 usiku kwa saa za huko, na angalau watu 5 waliuawa katika shambulizi hilo katikati mwa jiji na wengine 13 kujeruhiwa, Gavana Vadim Flashkin ameripoti. Shambulizi hilo pia liliweza kuharibu majengo ya orofa na magari, huku sehemu za jiji zikiachwa bila umeme. Kama ilivyo huko Zaporizhzhia, juhudi za utafutaji na uokoaji zinaendelea katika eneo la Kramatorsk nchini Ukraine. Mikoa ya Donetsk na Zaporizhzhia mashariki na kusini mashariki mwa Ukraine iko karibu na mistari ya mbele ya vita vya Urusi dhidi ya Ukraine na kuwafanya kuwa shabaha za mara kwa mara za mashambulizi kutoka Moscow. Na sehemu kubwa za maeneo yote mawili ziko chini ya uvamizi wa Urusi, ambako vikosi vya Urusi vilianza kuteka maeneo hayo ya Donetsk mnamo 2014, huku sehemu za mkoa wa Zaporizhzhia zikichukuliwa na Urusi baada ya kuanza kuvamia kamili mnamo Februari ya mwaka 2022. Na kufuatia mashambulizi hayo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mnamo usiku wa Mei 5 aliweza kulani mashambulizi ya kicheko ya Urusi dhidi ya miji kote Ukraine kabla ya mpango wa kusitisha mapigano uliopangwa kuanza Mei 6. Amesema Zelensky, hili lilikuwa shambulio la kigaidi na la kipuzi kabisa bila sababu yoyote ya kijeshi. Hakuna siku moja inayopita bila mashambulizi kama hayo ya Urusi kwenye miji na vijiji vyetu. Shambulio hili moja pekee tayari limesababisha vifo vya watu takriban 12, Zelensky alichapisha hivyo. Aliongeza kuwa jioni wahalifu wa Urusi pia walianzisha mashambulizi dhidi ya Dnipro. Hadi sasa watu 4 wameripotiwa kuuawa. Natoa rambirambi zangu kwa familia na wapendwa. Na hicho pia ndicho ambacho Zelensky alikiandika baada ya mashambulizi ya Urusi katika maeneo huko nchini Ukraine. Na katika siku hiyo hiyo wengine 5 waliuawa katika mashambulizi ya Urusi huko Kramatorsk, mkoa wa Donetsk, huku watu 13 wakijeruhiwa katika shambulizi hilo. Alisema ni muhimu kwamba Urusi ilazimishwe kukomesha vita hivi. Tunahitaji ukimya kutokana na mashambulizi kama hayo na mengine yote kama hayo kila siku, si kwa saa chache tu mahali fulani huko nje kwa ajili ya sherehe. Maisha lazima yalindwe, Zelensky ameongeza hivyo. Inakumbukwa mnamo Mei 4 rais huyu alitangaza kwamba Ukraine inatangaza kusitisha mapigano kuanzia saa 6 usiku mnamo Mei 6, baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kusema kwamba kusitisha mapigano kwa muda kwa siku 2 kwa siku ya ushindi mnamo Mei 8 na Mei 9 kutafanyika. Aidha pia Urusi imetangaza kwa upande mmoja kusitisha mapigano kwa muda mfupi mara kadhaa bila kufuata makubaliano kamili ya kusitisha mapigano, ikiwa ni pamoja na Pasaka ya Orthodoksi ambayo ilifanyika Aprili 12 ya mwaka 2026. Na huu ndio mwisho pia wa taarifa kutoka huko nchini Urusi, ambako vita vinazidi pia kushika kasi baina ya mataifa la Urusi pamoja na Ukraine.